Sakanka, wewe nenda nyumbani. Kwanza mimi nikatafute chochote kitu. Na kama Wema atarudi basi utanijuza. Sawa kaka. Tutapeana taarifa kama akirudi. Haina noma. Gecha, vipi mwanangu? Mbona leo unaonekana huko sawa? Unaumwa nini? Siumwi, ila kuna jambo linaniumiza sana. Hata sielewi ni kwa nini. Au unawaza kwa sababu jana umezingwana na Mshua? Hivyo mwacheni bwana. Naweza akawa na mambo yake binafsi. Hapana, sio hivyo. Ndugu wangu toka ameenda chuo jana hajarudi mpaka hivi sasa. Sijui nini kimemkuta. Gecha wacha mko. Wewe sikanka toka lini ameanza kwenda shule? Ni mdogo wangu mwingine. Hakuwahi kuishi huko. Amekuja hivi karibuni kwa ajili ya kusoma chuo. Wewe una mdogo wako mwingine kumbe? Alafu hausemi. Hello, Sakanka. Unasemaje? Hospitali ipi? Okay, nakuja. Bora umefika. Sakanka, nini kimemkuta Wema? Sijajua, hata nimekuja muda sio mrefu hapa. Na daktari yuko wapi? Daktari alikuwa anaelekea huko. Habari zenu? Salama. Bila shaka nyinyi ndio ndugu wa Wema. Ya, ndio sisi. Dokta, vipi hali dada yangu inaendeleaje? Na nini kimemkuta? Hali ya mgonjwa sio mbaya sana wala sio nzuri sana. Unamaanisha nini? Nifuateni. Kwanza poleni sana. Wema aliletwa hapa na Samaria Wema akiwa ajitambui kabisa. Ila baada ya vipimo tumebaini kwamba amefanyiwa unyanyasaji wa kingono. Yaani kwa kifupi amebakwa. Unasemaje dokta? Mbona kama sijakusikia vizuri? Na inaonekana ni dhahiri shairi ya kuwa mtu mmoja na ndio maana amepelekea kuwa katika hali ile.
Ina maana ndoto za Wema ndo zimefia hapo. Na hiyo inapelekea pia kupata psychological problem, yani tatizo la kisaikolojia. Anatakiwa apate muda wa kupumzika, apate care na upendo wa kutosha. Poleni sana. Na hiki ni kitambulisho chake ambacho tumekutana nacho. Yaani leo wamefikia hatua ya kumbaka dada yangu mimi. Yaani wanambaka mdogo wangu mimi. Siwezi kukubaliana na hiki. Leo nasema hivi, nitalipiza kisasi kwa kila mtu yoyote alokusudia kwa hili. Siwezi nikakubali. Skanka, mimi kaka yako, kuanzia leo, kuanzia sasa, mimi nitaitwa Gecha Baba. Na ili jina la Gecha Baba sasa nitalitendea haki. Nabadilika kuanzia leo na kuwa mnyama. Tutakutana nyumbani. Gecha kimbiwi kizembe. Mtu yote anaocheza kwenye mikono ya Gecha, matokeo yake ni umauti. Tafadhali Gecha Baba. Yesu sikina lolote. Nione huruma. Hakuna njia tena. Na huu ndo mwisho wa maisha yako. Shambula mpenzi. Vipi mpenzi? Mama nataka tusimame kwa tatizo? Hapana. Ila unajua kwa kiasi kikubwa maisha yangu inatengenezwa na wewe. Najivunia kuwa na wewe katika maisha yangu. Usijali. Najua unanipenda sana. Na mimi nakupenda sana wewe. Nafurahi kusikia hivyo. Maana nilitamani ile neno kila siku nilisikia katika masikio yangu. Nakupenda. Kata wewe kweli nilihangaika na kupenda wewe, pengine sendi sumbuka. We ni mtamu wa mtoto, kwenye baridi nipe joto. Kwa Gecha Baba, unajua sasa ingebidi upate ile ladha yako wewe. Ungepata skanka moja hatari yani. Yeah. Lakini mawindo yangu yote wapumbavu wanaomfanyia unyama dada yangu. Nikiwakamata na nikiwajua watajuta kwa nini.
unakatiza mbele ya mtaa wa Gecha Baba alafu usalimie. Mimi ni mwanaume wa wanaume katika mtaa huu. Ndio basi. Kwani tumefanya nini? Siku nyingine sitopenda kuona mtoto wa kike akipigwa kibao mbele yangu. Mmenisikia wote? Leo nimekusamehe kwa ajili ya huyo mpenzi wangu. Bila huyo sidhani kama ungekuwa salama. Lakini usidhani vita imeisha. Takuwa mimi kwa kuambia Bilo sanga ka one time umtaa wote huu siogopi mtu wala mbwa eneo yote, wote ni mbwa tu. Sasa mdogo wangu, mimi nimerudi, nimekuja kukulisha. Sasa hivyo unavyopenda kulialia, hata mimi mwenyewe sipendi. Sawa? Hebu kwanza futa machozi basi. Unajua mimi mdogo wako unapata shida sana. Ndio maana nimetoka ni one time hapo hiyo kuburudisha, kukupa kidogo. Unajua mimi zamani nilikuwa Mkongo. Nakata miuno huko Kongo. Unaona? Asa ngoja kwanza usilie. Unapolia ujue mimi mwenyewe naumia. Sawa? Uje bana kuburudisha kidogo. One time na kufanya nini? Furahi. Au vipi? Unajua sasa unabulia mimi sipendi. Wewe unabulia sasa wewe sasa mimi nafurahia sasa mimi nacheza mimi. Makamanda. Yes? Ona makamanda wangu mmeuli wakati sasa hivi. Alisanga kwa one time mimi ndo kamanda. Wote mguu pande, mguu sawa. Yes, mimi napenda hivyo. Sasa wenyewe hapa ulikuwa unamburudisha sasa wema. Sasa wenyewe hapa ngoni kuambia kitu kimoja. Hapa geji yenyewe imeshuka. Unataka nene kwa mamuuza, unataka niongeze geji imepungua. Niongee hata kibuku, sina kijua. Mimi katia geji au usielewe usimuona. Mambo sio. Unaona? Yes. Hii inaitwa uku. Mimi nakupendaga hapo, yani hapo mimi nakupenda. Sasa mimi ngoja nikaongeza yeye ili kumfurahisha.
Hivi ni kweli umedhamiria tunamfuata Gecha baba? Sasa mbona kama umeanza kuingia uoga? Hapana, mimi sio muoga. Ila tutaweza kupambana naye kweli? Maana Gecha ni jitu linatisha. Gecha baba amekuwa nani hata tukishindwe kuishi kwa amani hapa mtaani? Wewe niamini mimi, pale hamna kitu. Tuna muda hata tukiwa wawili. Wawili? Kwa mazoezi nilionayo mimi? Mimi mwenyewe peke yangu na mudu. Sasa hivyo ndio kauli za kiume sasa. Poa, vaa tu ndo. Nyie, mbona mko hai hivyo? Mnaenda wapi? Sikia mama mtu, kuna jambo la msingi sana tunaenda kulifanya. Tutaongea baadaye. Hivi, we mwanaume, mimi unanionaje? Sikufai ama vipi? Yaani ukiniangalia ni mimi mwanaume wewe. Sikufai kweli Amna, nakuchukulia kama vile mke wangu mtarajiwa, halafu ni mrembo sana. Okay, nataka kujua. Mimi si mpenzi wako. Mimi si mabako. Sweetheart, lazizi nyonga mkali aini. Niogeshe kwenye beseni. Shemkiraka. Mimi nakosea kuuliza? Mimi nakosea kutaka kujua mpenzi wangu anaenda wapi? Hamna, ni haki yako kujua. Ila naomba tuache sababu upelo umemfika mkunaji. Okay, Kiraka, hebu mwambie. Wenda labda aelewe tunachoenda kufanya huko. Na ni kwa faida yake hata yeye mwenyewe pia. Shem, naomba tuache. Ama mwingine tutaongea baadaye. Tuondoke. Kwa hiyo mmeniachaje jamani? Yaani nipe najiona hivi. Wewe mtu ameshasema leo ajisikii kuua, milango ya jana imefungwa. Unajifanya nunda. Kando feki zembe, wacha ugali. Bwana vipi tena? Shida nini? Mwanangu ufai kabisa. Kwa nini umefanyaje? Kiraka wewe ni ude Iskarioti kabisa. Wewe ni mtu gani mshikaji? Wewe ni rafiki gani sasa? Yaani umenikimbia kule umeniacha peke yangu, umenitelekeza.
Wewe sikiliza nikwambie bwana. Sema unaonekana mwagusa na wewe jamaa kaka. Mimi nilivyoona unatumwa silaha nikabidi na mimi nije nyumbani nitafute silaha. Kwa hapa nimeshajipanga kwa ajili ya kurudi kule. Unaongea nini wewe? Mimi nimeumia ujue. Sema unaonekana mwagusa mwanangu. Yaani kama amekugusa basi itakuwa kidogo. Yaani hiyo mwagusa sana. Wewe ni mtu gani mshikaji? Urafiki gani sasa huo? Wewe ni mwanajeshi unakimbia vitani? Mimi pale nilikuwa sijajipanga vizuri. Kwa hiyo nikasema nije nirudi nipate nguvu hapa nishakula tuondoke. Tukawafuate tena. Wewe ni mpumbavu nini? Uende na nani sasa? Nenda peke yako kaambulie maumivu. Unajua nini Sandina? Wapo wengi wazuri, lakini wewe ni mzuri na ni mbora kwangu. Bei. Asante. Najivunia kuwa na wewe. Tamani kila siku uwe hivyo. Mimi pia. Na kila sababu kukupa sifa, maana wewe ndo wangu. Na mimi wangu pia. Kwa hiyo leo tunafanya nini? Hey baby. Wale sasa tunashinda. Sheme. Vipi Shemu? Mpata ajali? Majanga tu Shemu. Shida nini tena? Sisi jana tumeenda kwa Wema kuambia bana kitu alichofanya sio kitu kizuri, kumpiga Kaema mbele yako Shemu. Kilichofuata sasa maumivu. Kaema maponza wenzi. Lakini mimi sikuambia kapigane. Mimi niliwajuza tu kilichojiri. Inauma Shemu. Inauma. Hapa Chindo akipona lazima tukawafuate. Tulipize kisasi. Nasemaje? Uende na nani? Afu mimi na wasiwasi wewe ni uko moja na Yuda wewe. Gecha anaua watu wasiohusika na wahusika wakuu sisi. Sione kama kuna haja ya kuwa hofu, kwa sababu dada yake hawezi kufanya kitu chochote, yupo kama sanamu. Wasikilizeni hapa, kuna kila sababu ya kujiweka karibu na Gecha, kwa sababu tukumbuke hata watu tunaowaua sisi ndio tunatengeneza mazingira. Gecha anapiga simu. Halo? Vipi? Dula kuisha habari yake. Sikiliza, jamaa itakuwa kashasanuka mimi. Haiwezekani. Japokuwa mimi mwenyewe nina hofu. Ila twendeni. Sikiliza mwana. Tusijipeleke tu. Yule jamaa kama kashatengeneza mtego afu tunajipeleka kule tumekwisha. Hizi kwa hivyo mwanangu. Sisi twendeni tukajiakishie. Sema nini? Tuondokeni mwana.
Karibuni nyumbani. Karibuni sana. Nimekumisi. Asante. Nashukuru. Naamisi. Naona mwenyewe umetulia hapa kwenye kimvuli. Sisi tumeshazoea kijijini huko. Ngedere wanarukaruka kwenye miti. Hapa ukimwona ngedere kafugwa. Afu mama alikuwa hataki kuja. Yaani mbembeleza tu ende basi kafunga. Nakwambia mashamba yangu Tanzania ana. Kwa alikuwa hataki kuja. Alishaua. Mimi kumisi napigeni simu njoeni. Huyu tena ndo nakuja. Subiri nakuja. Mpaka nilikuwa naisi kawaida. Maana unakuja nilikuwa shazoea kama nyimbo ya taifa. Jamani, ndio hivi nimefika. Dada wewe umesemaje kwa? Sasa kama mtagi hapa kwa njia. Ametoka muda si mrefu. Na naisi atakuwa narudi sasa hivi. Hataji. Mama kutofanyia surprise. Bwana kaingia. Karibu baba. Sawa. Baba vipi hali? Jisikie kama upo nyumbani, kuwa na amani kabisa, hapa ni kwako. Asante. Muda wote, wakati wote, ukijisikia kuja, karibu. Asante sana. Nimeje mtoma wa bwana yako maana dadangu naona kando yetu. Small, najua kuhudumia. Wewe tu. Mimi ungeipata wewe nafasi. Ungekuwa kama puto. Sio mbaya kwani mimi si mkeo pia. Wewe ni mkeo wangu. Karibu mama. Nashukuru. Kwa huru. Nashukuru shemeji yangu. Sasa ni mkubwa. Tuingie ndani twende ukaoge. Baba. Baadaye kidogo. Dada bana njoo bwana. Kwani una shida gani unatoka safari sasa hivi? Dada wewe naomba kwanza nisikilize. Dada vipi kuhusu shemeji yako Gecha hivi yuko? Gecha? Sasa vipi mbona umebadilika kama nimekutajia mzimu? Yaani nikawa sio mtu wa namna gani sasa? Kawa ana tabia za ajabu huyo mtu unanitajia hapa. Amebadilika, amekuwa mnyama, amekuwa mbuzi, mbwa au yaani kawa mkabaji. Yaani kanikabadi mimi yote yangu. Kawa mwizi huyo Gecha unamzungumzia. Dada mimi Gecha namjua. Mimi Gecha namjua vizuri. Yaani mimi namjua vizuri sana Gecha, hawezi kuwa hivyo. Basi kama hutaki kuamini ndio hivyo. Gecha kabadilika. Kawa ni mtu wa ajabu. Mimi naenda kumuona huko na nidanganya. Yaani wewe mbishi, mimi nakwambia. Dada mimi naenda kumuona huko. Unaenda wapi? Mimi naenda kumuona huko. Wewe brand. Wewe. Ndosha. Oya mavi hiyo. Kiliana hiyo. Hiyo hapo hiyo. Mchezo unabadilika. Niambie. Ngoja tulambe. Kwa mwanangu sasa hivi mambo ya kipigo ndo basta. Ni kwa sababu na sisi tunakuwa familia. Sasa kukaa kizembe hapo. Oya, mbona sielewi? Oya. Kwani unajadili nini? Mbona sielewi? Tumshirikishe nini? Asije akasema tumemtenga. Unajua tena mambo yenyewe. Wasikia mwanangu, sisi baada ya conversation zimekuwa vibaya, mambo ya kutaka kupigwa kidogo mtaani. Tumeamua kujiunga na Gecha baba sasa hivi. Kwa sasa hivi amani, familia. Sisi ni familia ya Gecha sasa hivi. Hivi ndio mnaelewa kweli? Nikajua mnajadili mambo ya maana. Kumbe mnataka kuwa wauaji rafiki yangu. Si nafanya acha na mimi bwana. Nisitapenda hiyo issue bwana. Kasusa. Vipi? Eti kasusa. Sina mwele mambo wetu hii. Si tunafanya kwa ajili ya kujilinda. Yaani una siku tunazingua. Tunakisha vuruga vile vile. Mwacha susi. Changa tunapiga zingine mwanangu, achana naye. Barida haina shida. Uona susa. Mtoto wa kiume una susa. Kaa kizembe ufe kizembe. Habari za nani? Wacha ugali. Usisteli. Anaacha ugali, sisi tunakula ugali.
wewe mdogo wangu. Wewe una shida gani siku hizi? Shida ipi? Hivyo kumpenda mtu katili mnyama kama yule? Au mpaka siku ya kulia mamako? Nadhani hujui maana ya mapenzi. Ni kwa sababu uenda wewe na shemeji hamuonyeshani ladha ya mapenzi. Sipendi umuite Gecha kwa mkatili na mnyama. Iwe mwanzo na mwisho, kwa sababu hujui kilichomfanyia kwa vile ni haki yake. Sipendi ijirudie. Mapenzi? Hivi mtoto ana nini huyu? Kukupata wewe kweli nilihangaika, na kupenda wewe pengine sendi sumbuka. We ni mtamu mtoto, kwenye baridi nipe joto, napenda yako madoido ninapokupa mkongoto. Kama ni zawadi pendo lako lantosha, nitajitahidi. Skola, nimekosea nini mpaka unaanzilisha hadharani kiasi hiki? Skola, nimekukosea nini mpaka unaanzilisha hadharani kiasi hiki? Haya maswali ya majibu yako nayo wewe na wewe mpumbavu mwenzio. Sasa Kilaka anahusikana vipi kwenye mapenzi yetu? Siwezi kuwa na mwanaume jambazi, muuaji. Sijui nilikosea wapi kukupa moyo wangu wewe. Najuta kuwa na mwanaume kama wewe kuhusiana. Sikia mwanamke, usioni nimepiga magoti ukadhani kama vile mimi sina akili. Mimi najua wewe umepata mwanaume mpya, ndio maana unanidharau kiasi hiki. Sasa wewe nisikilize, vyovyote utakavyoamini, siwezi kuwa na wewe. Yaani fanya kama vile hatujawahi kujuana. Pita kushoto, nipite kulia. Skola, sinifanye hivyo. Hebu fikiria Kilaka atanitazama vipi mimi? Kama mlivyoshauriana kwenda kwa majambazi, mkashauriane tena upate mwanamke mwingine nikome. Kukupata wewe kweli nilihangaika, na kupenda wewe pengine sendi sumbuka. We ni mtamu mtoto, kwenye baridi nipe joto, napenda yako madoido ninapokupa mkongoto. Kama ni zawadi pendo lako lantosha, nitajitahidi mpenzi kukufurahisha. Kumbe pendo nalo la uchungu pia, tuchunge nyongo isije kututumbukia. Nipe raha, umenipumbaza, 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 Huyu ndo alimbaka dada yako. Sio mimi, sio mimi. Ni wewe, Sio mimi. Rafiki yangu kufahamu. Kwa Mungu na hapa, sio mimi, sio mimi kabisa. Mwingine nani kama sio wewe? Sio mimi. Unajua vizuri sura. Sio yote kuhusu hilo blaza. Unajua ni kitu gani nilionao juu ya dada yangu? Ndio hapo. Mbona ndaje kunywa uko na maji? Wewe tulia baba. Sijisaidia baba. Hajakumbwa. Ndani.
hatuwezi kuondoka na tukamwacha mtu. Suka, fuata ile tundoke. Poa. Wa vipi huko? Usielewe. Mwaga kufose urege urege makontanira bosi mwaka huu haiwezekani, sababu mimi napambana sana, lakini hawa binadamu hawa nani mimi nachukulia sawa, ila kwa sababu kama gongo mimi nakunywa kwa pombe zangu. Sio pombe, mimi leo nakunywa kwa pombe zangu, lakini bado wanitusi, hata mimi sielewi. Sema mwaka kufose, mtake usitake, mwaka mtaniita bosi. Oya, siende. Sikiliza wewe. Unatakiwa kuwa makini sana na hicho unachofanya. Japokuwa unaonekana unaanza kurejea katika hali yako ya kawaida, lakini unatakiwa utumie dawa ili kurejea kwenye hali yako zaidi. Nashukuru sana daktari kwa msaada wako. Alikuwa anajua sina thamani tena. Nishaharibu usichana wangu. Usiseme hivyo Rema. Uzima wako ndio kila kitu. Na kama nilivyokuahidi kwamba nitakutunzia siri. Lakini kuwa makini sana kwa hicho ambacho unakifanya. Sijapenda kuwa muuaji. Imenilazimu kuwa hivi. Kumwona kakangu anaua watu wasiokuwa na hatia inaniuma sana. Unachotakiwa kujua kwamba kakako anakupenda sana. Ndio maana anafanya yote hayo kwa ajili yako. Hivi nadhani siku akigundua kwamba watu wake wa karibu ndio wanaofanya hayo yote, atafanya nini? Ni ngumu kujua. Kwa sababu wapo naye karibu sana. Na ndio hao wanamjaza ujinga kwa watu wasiokuwa na hatia daktari. Vipi? Mbona kama una mashaka? Kuna tatizo? Ndugu yangu anaonekana kalewa sana. Sidhani kama ataweza kutambua. Okay, baada ya kupita huko ili kumwepuka. Sawa daktari, nashukuru. Asante kwa msaada wako. Lakini kumbuka, kuna mkono wa sheria, haujawahi kumwacha mkosaji salama. Anenda. Wewe uko wapi? Nauliza hivyo, wewe uko wapi?
Unajua kijana, haya maisha yanahitaji pombe. Alafu watu wengi wanadhani ukinywa pombe labda ndio unapunguza stress. Lakini kumbe ndio kwanza unaongeza matatizo. Yaani unaona mimi hapa nina stress. Ndio maana au unaona mimi punguani? Nimeona kwa macho yangu mimi mawili haya nimeona. Wow. Unajua kijana, sikiliza. Duniani watu ni wawili. Kwa hiyo huenda tu umemfananisha. Yule sio Wema ambao unamsemea, ni girlfriend wangu anaitwa Loveness. Sawa. Usi na Loveness. Pombe sio chai. Kaema, hivyo ndio unajua sababu ya mahusiano ya Chindo na Skola kuharibika? Kwa nini umwambie Skola habari zetu? Alafu kwani mimi nilikutuma wewe ndo kamwambie? Sikielele chako tu mwenyewe. Alafu unajua kwamba ndo sababu ya mimi kupigwa. Mimi mnanilaumu bure ndugu zangu. Nilifanya vile kwa ajili ya kuokoa. Urafiki gani na jitu katili kama lile? Kwa hiyo siku hizi umegeuka kwa jeshi la uokoaji, si ndio? Unashangaa nini? Kwani mjai kuona wanawake? Oya. Uwe dada Gecha au ni mwana vibaya? Kwa jinsi tunavikula mboga za majani kila siku, hata kama macho yetu yana ukungu, yule ni yeye. Sikiliza shemeji, mimi sio kama simpendi rafiki yako. Nampenda sana. Nampenda sana Chindo. Ilo tatizo lake ni moja tu, kajiingiza kwenye makundi mabaya. Na mimi siwezi kuwa na mwanaume wa aina hiyo. Never. Yaani siwezi kuwa na mwanaume wa aina hiyo. Kwani shemeji, mwenye jukumu la kumbadilisha ni nani? Si wewe hapo. Mbona simple tu, ule una wapi mkate mgumu mbele ya chai? Kama wewe na rafiki zako mmemkalisha chini, mkamshauri, hajaitikia, hajakubali ushauri, unadhani mimi nikikaa naye nikamshauri atakubali ushauri wangu? Hivi shemu, kati yangu mimi na wewe, nani mwenye nafasi kubwa ya kumweka katika mstari Chindo? Hilo mimi alinihusu. Atajijua yeye na Mungu wake. Sikumtuma akafanya mambo kama hayo. Lakini shemu, Kaema, achana na mimi. Wewe si ndio mleta taarifa? Wewe si ndio gazeti la udaku? Wewe umekuwa Yuda? Wewe umekuwa msaliti sasa hivi Yaani wewe ndio unaleta taarifa mimi. Alafu bado wewe huyo unarudi kutetea ujinga. Hivyo unajielewa kweli wewe? Hatimaye mbio za sakafuni imeishia ukingoni. Unajifanya mjanja sana. Wewe ni wa kike, una akili nyingi kutuzidi sisi. Sikia mwanangu Suka. Naona kabla ya kifo chake tumfanye kama tulivyomfanya mwanzo. Itakuwa fresh. Acha wewe. Tunda likishaliwa na ndege, alifai kuliwa tena. Hata na mbwa, hatuna muda wa kupoteza. Hasira za mkizi ni furaha kwa mvuvi. Huyu ni mtoto wa kike na mfyeka chafu.
Blandina, nilikuzaa au nilikuokota? Hivi dunia yote hii ukuona mwanamume aliye sahihi kwako, ila aliye sahihi ni huyu jambazi. Lakini mama, koma. Una mama kama mimi na sitokuwa na mtoto kama wewe, jambalika. Blandina, naondoka sasa hivi na kuhitaji nyumbani haraka. Hapana mama, utanisamehe. Mimi siwezi. Unasemaje Blandina? Mama, mimi sio mtu mbaya, ila kuna watu wananifanya mimi nionekane mtu mbaya. Bora lawama kuliko fedheha. Mama, hembe likidondoka chini, rudi tena mtini. Mwanao kashaza mapenzini. Sidhani kama atakusikiliza. Tuondoke. Hivi kuna haja gani ya kuendelea kuishi katika huu mji? Ni bora nirudi kwetu Kilemela. Blandina mwanangu, utakia maisha mazuri na uendelee kuishi kwa raha mstarehe katika ndoa yako. Sawa mama? Wema, pole sana kwa mtihani ambao umekukuta. Lakini ningekuomba jambo moja tu. Hivi kwa nini usifikirie kwamba kama hujatendewa jambo lolote na ukafocus katika masomo yako na ukachana kabisa na hizi habari za visasi? Kwa sababu unajua umenishtua sana, kidogo nifie hapa. Mimi nakushauri tu, achana na masuala ya visasi. Sawa? Kiukweli siwezi. Ni lazima nilipize kisasi kwa huyo mmoja aliyebakia. Kila nikimwona anatembea na kakaangu, nafsi inaniuma sana. Okay, sawa. Kwa sababu umeamua, mimi nitasemaje sasa? Kikubwa hapa kilichokuwepo, hakikisha unafuata utaratibu ambao nimekuambia, zile dawa ambazo nimekupa, ili urejee kwenye afya yako mapema. Tutawasiliana. Sawa. Hivi kitu gani nilichofuata huko mjini? Huko kuja kudhalilishwa. Ni bora nirudi kijijini. Mama, shikamoo. Shikamoo mama. Unavyojisikia kutokana na kile kilichotokea kule. Tumekuja kuomba radhi kwa niaba yao. Ni hivyo tu mama. Na wazazi, lakini haikuwa kwa nia mbaya. hebu naomba muondoke leo siku hizi. Lakini mama, ni hasira tu, ni hali ambayo yaani ni mistake kufanya. Naomba muondoke. Kwa uzuri tu, naomba muondoke. Naomba muondoke.
Unishangaa nini? Sijabu kitu gani? Mimi ndo Sankanka yule wa zamani. Wala situmia kile. Maamuzi mazuri sana bwana mdogo. Maana upasi kujizoesha na mipombe. Kila mtu na maamuzi yake. Kwa nini umeamua kuacha pombe? Kwa ajili ya Wema. Siwezi kunywa mimi pombe wakati Wema anahitaji msaada wetu. Gecha. Kiu sana, alafu najisi kama naoma. Kwa unaweza tukaonana baadaye. Hivi? Wewe vipi wewe? Unaenda wapi? Subiri usome mashtaka yako hapa. Mimi si mlijifanya wajanja. Kosa aliolenga na Shabanda amefanya. Sasa ni kama naiona kuzimu vile inavyomsubiria mtu. Wema. Dadangu unaongea? Asante sana kwa msaada wako. Nasikitishwa kuona unaua watu wasiokuwa na hatia, hali ya kuwa unaoshinda nao hao marafiki zako ndio hao wahusika. Miongoni mwao ni huyu hapa. Gecha, naomba unisamehe Gecha. Yaani mimi nahangaika kuwatafuta watu wahusika kumfanyia hivi dadangu, kumbe wewe hupo na unasubutu kunidanganya kuwa watu wasiokuwa na hatia. you.